Mimi huwa napenda hawkers sana kwa sababu hawa watu hutuonyesha maisha yetu vile ilivyo na ni nini inatusumbua, ama as a country tuko wapi, tumetoka wapi, tumefika wapi na tunaendelea wapi, and our state of health and wealth. Kwa sababu tukikuta hawkers wanatuuzia fringe kwa barabara, either itakuwa pesa zetu zimeenda juu, health yetu iko juu, ama kuna watu wanapigwa ngeta na ni wengi, na hao watu wanapigwa ngeta ni matajiri. So hizo fringe ndizo tunakuja kuuziwa. Na ile time tutakuta ati hawkers wanatuuzia dawa za kujinyonga na kamba. Hiyo ndio tutajua tuko fully depressed, cause hawkers ni kama huko vile inaangalianga kifaranga ikiwa chini kwa umbali na inajua ile speed itakuja nayo. Hivyo ndivyo hawkers, ndio maana huitwa hawkers. Hivi ndivyo wao huwa wanaona problem zetu kwa umbali tena sana. As per the current moment, hata hawkers hawajaanza kuuza jeneza. As per the current moment, hawkers wanauza karuma pale Kanairo. Ukiingia hivi tu kwa jam Karuma, cause wanajua kila mtu anaingia Nairobi lazima aumwe na kichwa. Kama hutaumwa ni lazima uumizwe na watu hao wengine kichwa, na gari ikifika kwa jam isimame, wanaanzanga kuuzia driver. Na ukiangalia vile driver amewaleta hadi mfike hapo kwa hiyo jam asimame, ni ukweli huyo driver anadeserve hiyo karuma. Wakikuja kwa hizi magari hawauziangi wanawake, cause wanawake wanakuwa na karuma zao kwa bags, nao hawkers wanajua. So wanakujanga kwa wanaume, wanatuuzia karuma, wanatuuzia karuma. So inatuonyesha sisi wote ni waumwa wa vichwa. Shinda zetu Kanairo ni kuumwa na kichwa, hakuna kitu ingine kubwa sana. Nairobi anayekuletea ananiletea, sisi sote tunashare sana. Mwenye anakuletea ni njugu, njugu ndizo zinaletwa. Huyo ni pedi wa njugu. Na wanakuanga sana sana kwa professional bodies. Unakuta kuna either private company ama ofisi za serikali. Kuna jamaa plug hapo wa njugu, anaamkanga asubuhi anajiseti hapo, anaanza kuuza na wote huwa wamekonda. Kila mtu ananunua njugu, zinanunuangwa asubuhi, kukiwa na baridi, kukiwa na jua, mchana, jioni, kila mtu hukula njugu. Hadi ukienda kwa hizo pipa twa takataka, twa ofisi, ile time wa cleaners wanakuja kutuchukua, tunakuwa tumejaa hizo tupipas twa njugu na maganda ya njugu. Zimejaa hadi huko juu, hadi zinafinyiliwa juu ya vile watu wamekula hizo njugu. Hizo njugu unaona kama zinakuwa za kazi gani? The county government of Nairobi imeshtakiwa kwa kutumia 15 million kwa kununua condoms. Hadi naanza kuona kama hiyo biashara ya njugu ni ya the government. Na mchunge sana, ile time hookers wataanza kuuza condoms. Tunaona anagonga kwa gari hivi anauza condoms. Hiyo time itakuwa inaonyeshana kumeharibika kabisa kwenye imefika. Life yetu imeharibika. Tukiingia kwa street, unakuta kuna majamaa wanakuanga wamesimama sana sana na malongi za madem. Ni ngumu sana uone ameshika nguo za wanaume. Malongi hata sana ni trouser material ama jeans. Ka jeans kako kazuri hadi chini, haujawahi ona wameshika simi tu. So hii inaashiria madem mvalie vizuri. Hata kama mnakula njugu mvalie vizuri. Watu hawataki kuona uchi uachiwe mkunga huko ndani ya hospitali huko. Hii ingine sisi hatuijui na hatuitaki. Watu wanaingia tao wanakuanga wameacha mende kwa nyumba. Napita unasikia hii ni ya mende. Sasa ngoli iko mahali. Mimi nikifikiria naona kuna ngoli mahali, kwa sababu dawa zingine zinauzwa za mende ni za kufanya hizo mende zizaane. Zingine hata ni spams. Unawekea kimende kikikula hata kihitaji dume kinashika mimba pap. Alafu mimba yenye kinapata kinatoa tu hybrid. Na ni twingi. Sasa mtu hatukufi tunajazana.
Kumbe huyu mtu ako na watoto wake na nataka watoto wake wakute biashara ikiendelea. So anakuja kuendeleza hiyo ya kuuza ati dawa za mende. Kumbe ni hybrid. Unashindwa tao mzima. Kazi kila mahali wanauza dawa za mende. Ati mende zitakufa na mende hazikufi. Tujali, hii ni biashara inatuonyesha exactly vile kuko na kuna biashara Kanairo hazishiki kama za waganga. Watu hawana time ya kwenda ati kuangalia ati mganga kutoka Kitui anaweza tibu nguvu za kiume, anaweza rudisha nguvu za kiume kwa mbavu aliyefyekwa na jembe. Jua majembe, mbavu na majembe walikuwa wanagongana. Sasa majembe alifyeka msitu wa mbavu, sasa akavunja mayai. Sasa kuna mganga anaweza rudisha nguvu za kiume, lakini hizo mabadiliko haziko Nairobi. Kuzuku watu wanaumwa na vichwa, wako na time ya kununua Karuma, si ya kununua ati vitu hizi zingine. Kanairo huwa ina humble people. Unakuta jamaa ako na suti anaingia kwa mkahawa, ananunua labda kitu ya 200 ama chakula ama 300 ama hata 500. Dakika 5 zikisha kama hajahudumiwa anapiga kelele. Hadi anaanza kuuliza who is the manager here? Amewaka, do you know me? Lakini akifika stage anapangishwa kilaini. Kwanza anakuta ni yeye mtu wa 100 na hakuna magari kwa stage. Anaenda hadi huko, anapanga na suti yake na huwa ana sweat sana na sijui kwa nini hao watu hawatoangi hizo matai. Jamaa ako na makoti na matai ziko hapo amenyonga hapa huku juu kabisa, hadi akiongea ni kama anameza mende. Then gari moja ikikuja wanasongeshangwa kama snails. Tatu hata hivi kama snail tu. Nani mtu anafoka hapo ametulia hezi ongea kwa mikahawa, na akifika kwake anafoka kama ni yeye jasiri, lakini hapo anakuwa humbled properly. Sasa mimi watu wenye hurumia ni wakali. Wakifika hapa alafu aanze kupelekwa kama snails. Hawkers wa Karuma huuza Karuma mingi sana hiyo time. Kanairo watu wako na nguo mzuri sana, lakini mifuko ni mbaya. Hawana pesa. Hawana. Hata ukiwapiga ngeta kule kitu utapata. Labda watoe hizo nguo uende nazo waacha wakiwa uchi. Unaona? Wanangojea gari hata kama ni ya 50, kikiu tu ni kubwa. Kukura ni kwa vibadaski na ni vibadaski zimejificha. But karibu watu wanaendanga na tai, wanakula vizuri kuashiria wako na nguo mzuri, lakini mifuko ni mbaya. Hawkers wa screen protector, hiyo biashara haiwezi shika Nairobi. Watu wako na pesa ya kununua Karuma, si kubadilisha screen protector. Hiyo time utakuta hawker ameanza kuuza yoroje kwa barabara. Bidi tujichunge sana. Unakuta ameandika majina zako na nini, miaka yako yote hadi picha ameweka, hadi anakupiga picha hapo aiweke na anakupea yoroje yako. Uchunge sana.